Ndugu mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa redio Habari Njema, leo Jumanne, juma la 4 la Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Karibu tusikilize Injili pamoja na tafakari yake. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohana, sura ya 10 aya 22, sura ya 10 aya 22 hadi 30. Huko Yerusalemu kulikuwa na sikukuu ya Kutabaruku. Wakati huo ulikuwa baridi, na Yesu akawa anatembea hekaluni katika ukumbi wa Solomoni. Basi Wayahudi wakamzunguka wakamuuliza, "Utatuacha katika mashaka mpaka lini? Kama wewe ndiwe Kristo, basi tuambie wazi." Yesu akawajibu, "Nimewaambieni, lakini hamsadiki. Kazi ninazozifanya mimi kwa jina la Baba yangu zinanishuhudia. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, mimi nawajua nao hunifuata. Mimi nawapa uhai wa milele, nao hawatapotea milele, wala hakuna mtu atakayeweza kuwatoa mkononi mwangu. Baba yangu ambaye ndiye aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake Baba. Mimi na Baba tu mmoja." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, tunasikia kwamba wakati wa sikukuu za Kutabaruku Yesu alikuwa huko Yerusalemu. Tuanze kwanza na hii sikukuu ya Kutabaruku. Katika historia, sikukuu ya Kutabaruku katika Agano la Kale haikuwepo, ila ilianzishwa mwaka 164 kabla ya Kristo. Kwa nini sikukuu hii ya Kutabaruku ilianzishwa? Ilianzishwa kwa sababu tunaambiwa kwamba kuna mfalme wa Ashuru aliyepigana na Wayahudi na aliwashinda. Na baada ya kuwashinda kwa makusudi, aliweka sanamu la kipagani katika hekalu lao. Jambo hili liliwaudhi sana hawa Wayahudi. Hivyo akainuka mtu mmoja aliyeitwa Yuda Makabayo. Alisimama kama kiongozi shujaa, kiongozi hodari, akapigana na Waashuru. Baadaye aliwashinda katika ile vita. Na baada ya ushindi huo, sasa huo mwaka wa 164 kabla ya Kristo, wakaamua kuanzisha hii sikukuu ya Kutabaruku. Lengo kuu ni kulitakasa tena hekalu lao ambalo mfalme wa Ashuru alinajisi kwa kuweka sanamu lake la kipagani. Kwa hiyo sasa tunaambiwa wakati wa Kutabaruku na Yesu alikuwa huko Yerusalemu. Na tusisahau kwamba wakati wa Yesu Wayahudi walikuwa wanatawaliwa na taifa la Rumi, au Warumi walikuwa wanawatawala. Sasa hawa Wayahudi walikuwa wanatazama kwa hamu kumpata masia mwingine wa kisiasa ambaye atasimama kama vile Yuda Makabayo alivyosimama wakati wa Waashuru. Ndiyo maana wanamfuata Yesu, anamuuliza, "Utatuhangaisha mpaka lini?" Maana yake wanataka Kristo aitambulishe waziwazi kwamba ni masia, na umasia wake uwe na wa kisiasa ili apigane na hili taifa la Rumi. Lakini Kristo hawajibu moja kwa moja kwamba yeye ndiye masia, kwa sababu Kristo alitambua mawazo yao kwamba wao hawamtazami masia wa kiroho, bali wanamtazama masia wa kisiasa. Yesu anawajibu japo si moja kwa moja, anawaambia, "Tazameni, kazi ninazozifanya zinanishuhudia." Na kwa kuambia hivyo, maana yake walishindwa kuelewa kwamba Kristo ni masia, kwa sababu wao mawazo yao walielekeza zaidi katika mambo ya kisiasa. Yesu anawaambia, "Hamwezi kunielewa kwa sababu ninyi si kondoo wangu." Wangekuwa ni kondoo wake, maana yake wangemtambua kuwa yeye ndiye mchungaji wao na wangeitambua sauti yake. Kumbe Kristo pia anaenda kutoa fundisho la muhimu sana juu ya kondoo na juu ya mchungaji. Anasema kondoo ni lazima atambue sauti ya mchungaji wake. Lakini kwa sababu Wayahudi hawakumpokea Kristo kama masia wa kiroho, wao walishindwa kumtambua kama tayari kwamba masia amekwisha kufika, na amefika kwa kazi maalum, kwa kazi ya kuziokoa roho zao, lakini si kwa kazi ya kuokoa katika mambo ya kisiasa. Ndugu mpendwa, Kristo ndiye masia wetu na amekwisha fika duniani na ameshafika katika mioyo yetu. Anataka sisi tumtambue,
tuitambue sauti yake, tumfuate. Kwa hiyo tusisite kumtazama Kristo kama Masia wa kiroho. Wayahudi walisita, lakini sisi hatupaswi kusita. Lazima tukate shauri mara moja, tumfuate Kristo ili azikomboe roho zetu, kwa sababu jambo kubwa ni roho zetu kukombolewa na si mambo mengine ya kidunia. Roho zetu zikombolewa, maana yake tuna uhakika kwamba tunaweza kuurithi ufalme wa Mungu pale atakapotuita. Lakini pale tutakapokuwa tunasita kila wakati kumtazama Kristo kama Masia, basi ndio hivyo na sisi tutashindwa kumtambua huyu Masia ambaye ni Mwokozi wa roho zetu. Basi siku ya leo tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kututia imani thabiti katika maisha yetu, ili basi tuendelee kumtazama Kristo kama Masia wetu, tumtazame Kristo kama Mwokozi wa roho zetu, anatuokoa roho zetu kutoka katika utumwa wa dhambi. Tumsifu Yesu Kristo.